Na alivyokula hilo tunda, ndugu msikilizaji, matokeo ya kula tunda hilo, na kupa tu siri, matokeo ya kula tunda hilo, Eva siku hiyo hiyo alitoka hapo akiwa na ujauzito. Ndo hapo kapatikana Kaini. Ndio maana hata Kaini alikuwa na roho chafu ya uaji, alimuua hata ndugu yake. Sababu Kaini hakuwa mtoto halisi kabisa wa nani? Wa Adam. Baada ya hapo nyoka alivyofanikiwa kumdanganya, akarudi tena kwamba kiko wapi sasa kile kiumbe, tayari nimeshakiangusha. Ndio mpaka hapo shetani alivyokula lile tunda, huyu Eva alivyokula ile tunda, ndio ikawa ndio anguko la binadamu. Na kuanzia hapo alikuja kupewa adhabu ya kifo. Mwanzoni hakukuwa na adhabu ya kifo, lakini akapewa adhabu ya kifo kwa sababu ya kula tunda hilo. Na pia vile vile mtu anaweza akaanza kujiuliza, kwani nyoka wa zamani walikuwa wanaongea? Au ndio, wanyama wote walikuwa kipindi hicho wanaongea kabisa. Lakini baada ya Eva kula tunda, wanyama wote walinyamazishwa. Hakuna mnyama tena aliweza kuongea tena. Hiyo ndio adhabu mmoja wapo ambao alipewa wanyama wote, na pia nyoka mwenyewe akaanza kutembea na tumbo mpaka leo hii. Ndio bwana. Asante sana. Kwa msikilizaji, kama ulivyosikia, mimi mwenyewe nimesikia mambo mengine mapya. Nina maswali mengi hapa kwa sababu najua hapo tumefika hitimisho. Sasa ni muda wa maswali. Ndio. Kama alivyosema, tuko kwenye hitimisho, ni muda wa maswali. Mimi msikilizaji nitakusaidia kuuliza yale maswali ambayo mimi ninayo. Lakini wewe kwenye comment unaalikwa kuuliza maswali yako mengi. Alafu wakati ujao tutakuja tu kwa ajili ya maswali na majibu. Nitapitia maswali yako kwenye comment, nitaandika, nitamwalika tena huyu bwana. Tutapata nafasi ya kuhojiana naye haya maswali. Kama alivyosema, kitabu kinaitwa The Book of Melchizedek, unaweza kukipata Play Store. Samahani kidogo kabla sijaendelea ndugu yangu. Kitabu hicho kimeandikwa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza? Hicho kitabu kimeandikwa kwa Kiingereza. Hakina tafsiri yake, hakina toleo la Kiswahili kabisa. Kwa hiyo kama ulivyokwisha kusikia, mambo yako wazi kabisa kwamba kitabu hicho kimeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo aidha wewe unajua Kiingereza au kama hujui Kiingereza, wewe na mtu ambaye atakusaidia msome kwa pamoja ambaye anajua Kiingereza uweze kuelewa pia mambo haya.